Sio kama mmenisikia. Karibu kwenye ibada za Jumatano za mafundisho. Kila ibada iko na utofauti wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ibada iko na utofauti wake na iko na role yake. Thank you. You may be seated. Find a place. Guten Morgen. Guten Tag. Ni afternoon. Yeah, guten Tag. Nitajibu aje? Guten Tag also. Guten Tag. Hata mimi nitakuwa Mjerumani. Asanteni sana. Asante kwa muda wenu ambao mmeupata. Leo ni mafundisho. Wednesdays is about teaching. Perfect teaching. And you are encouraged also to be asking questions. Unauliza maswali. Hii si preaching. Sasa hapa tuko kanisani, tuko kwa class, si ndio? So you are encouraged to ask questions. Maybe you have a burning issue, something which is relevant to the topic ambao tunafundishana. Nipatie hai kidogo. Relevant to the topic ambao tunafundishana, si ndio? So be open, ask questions, we have a discussion together so that we can be able to move. Hai peke yake. Yes, thank you. Today we are looking at my main topic. It is altars that speak in your life. But now we'll be talking about discussion ya leo ni spiritual warfare. Spiritual warfare. What is a spiritual warfare? Could there be physical warfare or spiritual warfare, or what kind of warfare is it? Today I want us to look at exactly what is a spiritual warfare and how does it fight you, and why is it called a spiritual warfare? How does it become that bold to fight you? Bwana Yesu asifiwe sana. Habari kijana. How are you? How is it going? Perfect. Kabisa. Thank you. Kweli. When you are in a spiritual warfare, it is something, it's a war, but you cannot be able to see it, but you can feel it. Are you getting me? You are in the battle, you are fighting. There is an opposition. There is something that is really fighting you, but you cannot touch it. But you feel it, and you feel it painfully. You see, people will be looking at you and seeing you ati uko sawa. Lakini wakikufuatilia ndani, you are completely empty. You are suffering. You are crying. Kama sasa apostle, Kenya mzima, apostle, kayara ugatia, apostle, kayara katia, apostle kuna heda namna gani, apostle sasa kutahedaje. Lakini kumbe na mimi kule nyuma, you seeing a figure that has a solution because I'm giving a solution. But if you come back towards na huko nyuma kwako, back door room, ile back room, ndio kuja sasa nikufungulie mimi, utasema afadhali shida zako. Nikufungulie zangu nikuwekelee hivi, utatoka tu utasema afadhali zako. Mimi niko safe. Hata maombi mingi sitaki. Wacha tukae hivyo. Kwa nini? Because every person has a challenge, has a spiritual challenge. And everything before it happens in the physical, it first started happening in the spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. Any manifestation of what you are seeing today, it happened like 1 year ago. If there is a breakdown in your marriage, it did not happen yesterday. It happened 2 years ago or sometimes long ago. Since toka ile siku mulianzana, that is the beginning. Hiyo vita ilianza. Bwana Yesu asifiwe sana. But again, how does it come? So whatever that happens in the physical, it had already happened in the spiritual. It is only that you are not able to detect, kujua kitu kimekuja. How do you know, and how are you informed about it? We learn the information about a spiritual warfare by the kind of dreams that we dream, by the kind of friends that come around you, by the kind of atmospheres that happen around you. Kuna vitu vinakuanga vina happen around you. Mikosi ama unataka kwenda safari, lakini safari unatoka hapa, ukitoka pale nje unakutana na mzee unapatia, umetoka unataka kwenda Nakuru. Lakini sasa ukitaka kutoka na umeambia watu bye, unakutana na mzee hapa chini, mzee unaheshimu. Anakuambia nilikuwa nakuja kwako. Unamwambia turudi kwanza,
kwa sababu ninakuheshimu. Unaingia kwa ofisi, mnaongea masaa mangapi? 2. Ukienda kutoka kasimu kekini unasema kuna mtu nako na tupesa twako kama 50,000 na uko na jamigi na anakuletea, anakwambia jeterera ofisi nikoja tu kitu dakika 30 nakuja. Akifika hapa chini unasikia kuna jamu kutoka pale Bunyara pale kwa Ng'ang'a kupanda mpaka hapa gari ni 1.5 hours. Umepoteza masaa 2 na yule msee umeongeza masaa ingine 1.5 na huyu msee anakuja. Na akikuja bado mtakaka ingine dakika 30. Masaa mangapi? 4 imeenda. Na ulikuwa unataka kwenda Nakuru. Nakuru imeanguka kama haijaanguka? So there is a force that will be speaking to you when you are about to do something. Hii force inakustop. It is not talking to you physically, but it is making sure that you are not making a move. Are you getting me? That you want to make that move, but there is a force that is curtailing you. Unataka kuenda, but there is something that is making you don't go. Na ukianza kuenda una maaskari. Those are the maaskari wale ambao they are employed to make sure this thing does not happen in your life. Wanakuja. And this is what we call, they are demons that they will only fight your destiny, not you. Bwana Yesu asifiwe sana. They are demons that are there positioned to fight a destiny, but not you. When you are not getting into your destiny, they don't touch you. Hello. Utafanya kazi hapa mzuri sana, ukiwa asha utafanya kazi, ukiwa praise and worship, but you are not called to become an usher here. You are called to become a prophet in this church. So when ukifanya kazi ya usher, they don't ask you any question. Ukifanya kazi ya praise and worship, they don't ask you any question. Ukienda kwa media, even you will be the best. Ukienda kwa any department, you become the best. But the day you attempt to become the prophet, ulilisi ndoto moja hapa, ndio unasikia maadui wote wamekuinukia. Kwa nini? They are demons positioned only to fight your destiny. When you touch your destiny. When I got saved from Mungiki, I was good. Nilikuwa sawa. Na radio ilitangaza na nikaongeza popularity na kila kitu. But the day I was ordained, and I had stayed for some years after this moving out of Mungiki and moving and stopping being a Mungiki member, for several days, for several years, for several months, I was at peace with everybody. But the day Bishop Harrison Ng'ang'a alinimwagilia mafuta hapa, ndio Mungiki walijua nilihama Mungiki, wakachoma magari zangu zote. Ndio Mungiki walijua nilihama Mungiki, wakachoma nyumba zangu 4. Ndio Mungiki walijua nimetoka Mungiki, ndio walifanyia every mess that a man can be done to. That's when I lost everything. Nilitembea mguu, nilipanda matatu, na nilikuwa naendaga na magari, convoy ya magari. When I was ordained, but when I got saved, they never touched me. They never spoke to me. So you discover the main purpose of me to be on this world was to preach the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why the devil had misdirected me niende kwa Mungiki, na akaniglorify nikiwa kwa Mungiki, ndio nisikuje kutafuta destiny yangu. So it is a diversion, and they will divert you from what you are supposed. I will get married to this lady, na si huyu nafaa kuoa huyu. But huyu atakuja na atakuwa mzuri na atakuwa wa kupendeza, na hata wao watamfacilitate kuwa na pesa mingi sana. Hata akikuja na niambia I can even give you 20 million to asa kasi. Na mara moja ninawachana na ule, kwa sababu yule anatembea mguu. Hata nikimwangalia hivi unakuta vumbi imefika wapi, lakini haka kamenyoroka. Kako kasuri, tumafuta kanajipaka ile perfume ile, hata ukisimama hapo kuko unasikia mnuko. Huyu alijipaka mafuta ya kukama. Wanashindana na ng'ombe kujipaka mafuta. Huyu ndio mke wangu, lakini sasa naenda kwa nani? Kwa huyu. Huyu anitoe, huyu tumemwacha Nairobi, huyu atanitoa nipeleke nini? Mombasa, kule Likoni. Kuko Likoni. Sasa nikienda nitakuwa set. Those demons will organize how I'll be very much settled. Watanipatia baka kazi. Kama biashara nitakuwa nikifanya biashara ka chemist kazuri, ama kitu hapo kakunikipu busy mpaka nitajirike, ninunue lori, wanipeleke banki Equity, wanifacilitate mpaka nipate loan, ndio nikuwe permanently arrested there. So when, and the calling of my calling for ministry kwapi iko Nairobi.
Sasa huyu ataniweka busy kule, kisha baadaye after they have discovered they have finished their job, huyu ataondolewa na nitawachwa na madeni. Sasa katika ile hali huyu akiondoka aende, na sasa huyu atawacha kama amenifix kwa kesi, kwa mavitu mingi sana zitakuwa zikifanyika katika maisha yangu ngumu, until I'll be stagnated completely there. I'll try to come out, I will not be able to come out. I'll try to go, I will not be able to go, because nimekuwa arrested spiritually. Huyu naye mwenye alikuwa facilitator ya kunipeleka jela anaondolewa, maana kazi inaisha. Sasa yule na yeye ambaye alikuwa mke wangu anapatana na kijamaa kile kinampeleka kwingine Kisumu. Sasa tunaondoanishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao tutakuja kukutana na huyu kama hana meno na mimi sina meno, tukiwa watu kuholeka brothers. Kule nimepata shida zangu na yeye amepata nini? Shida zake, because she was carrying 50% of my destiny and I was carrying 50% of her destiny. So tulikuwa tuhitajika tukutanishwe ndio destiny yetu ikuwe complete. Lakini huyu amekuja, ameninyakua, amenipeleka. So 50% didn't work. Huyu na yeye amenyakuliwa, the other 50% didn't work. So I have been left zero. So I will live forever stagnated. Na ndio hiyo inaletanga kitu naitwa the roundabout spirit. Afadhali ukuwe na limitation, a limitation spirit ama a stagnation spirit kuliko a roundabout spirit, because most of you here, tuko hata mimi tuko kwenye roundabout spirit. What is a roundabout spirit? Roundabout spirit, unaenda kwa roundabout, una shida, ukifanya nini? Unasuguka and unakutanga uko busy every time because you are walking. Hakuna siku utajua ya kwamba you are in the roundabout, na hakuna siku utajua hauendi mahali ulikuwa unaenda. Hakuna siku utajua unazunguka mahali pamoja. You are always on that roundabout and you are always busy. Na ndio nakutaka kuholeka brothers hapa Nairobi ama kuholeka sisters hapa Nairobi. Anaamka asubuhi akikuja Nairobi to come to do nothing. Na atarudi nyumbani jioni to come, akenda nyumbani she has done completely nothing. Lakini mchana yote ameshida River Road, amepanda Kitomboya, amepanda Moi Avenue, Kenyatta Avenue. Mtu amekuja anataka kuonyeshwa kule Bethel mzuri, natokaga unaenda na muonyesha, ukitoka huko unaonyesha mwingine, nakutana mwingine na muonyesha, ukitoka kule na mwingine na muonyesha mpaka jioni. Ile kitu na wachua ni kapepte kamia, kapepte kamia. Ikifika jioni uko na 700. Hiyo ndio inalipa fare. 200 ama 300 unaweka kado ni fair, unabaki na 400 unabaki na kamoja, kingine kakupita hapo, unapiga glasi moja ndio ufike nyumbani macho kama imeona kitu kingine different, maana ile shida uliwacha ni kubwa kuliko ile umefanya kazi. So you find every day hautakosa 700, 800 ama 1000, lakini hiyo pesa yote hakuna duru inafikaga kwa nyumba. That is what we call the roundabout spirit. Utashida ukisukuka. Hebu jiulize katika maisha yako, what have you been doing in your life right now? Wachana na hao kuholeka brothers wa hapa. Wewe mwenyewe, in whatever you do as a businessman, as a worker, as an entrepreneur, what kind of a business are you doing? Hiyo biashara unafanya, how has it inakupatia faida ama ni chakula tu na kulipa rent? Utakuta kazi yako yote ni kulipa rent. Rent haikosekagi. Nini ingine haikosekagi? Tuchakula haikosekagi. Hiki ingine haikosekagi. Labda tu school fees haikosekagi. But beyond that, there's no progress. Beyond that, you're stagnated. Look at yourself. Ask yourself. Tagu kuja Nairobi hii, ni nini uko nayo? Tagu ingie kwa hiyo marriage, ni nini uko nayo? Kana nochi ya kole hand to mouth, hand to mouth, hand to mouth. But you are okay. Kashati ni kazuri, katrouza ni kazuri, kakiato ni kazuri. Wewe unaonekana tu ukiwa mzuri, lakini inside you there is nothing you can account for. Inside you there is nothing, there is nowhere. Hata ukiangalia nyumba, umekuja hapa uko na miaka 20 Nairobi. Nyumba ni kareka one bedroom. Ndio umelipa, baka landlord amekujua, amekuzoea, baka panya za huko zinakujua, baka mainzi za huko zinakujua. Watu wamekuja wakikuacha. Unasikia huyu mwenye alikuwa hapa juu ni kuhama na hama. Akienda wapi? Anaenda plot yake. Huyu neighbor yako ni kuhama na hama. Akienda wapi?
akienda ploti yake, na wamekuja wamekukuta hapo, wewe uko comfortable, baka landlord alikutrustia nyumba, maana anajua kuna mahali unaenda, you are the most trusted person, wewe ndio unajua. Hata landlord hajui hiyo nyumba na pipe za nyumba venye ziko, wewe unajua mpaka pipe ya nyumba ile ya main, wewe ndio unabia hii main inakuaga pale na nyumba ni si yako, maana umekaa huko unashidaka roundabout, unazunguka tu, unazunguka, and that is what has really costed us, because you are busy. Kaguo hukosagi, tumaji twa kukunywa ukosagi, kachakula na kanyama kakuota haukosagi. That basic life you have it, but the life that you wanted, you went school for, ukue mtu ambaye anaendelea anafaulu, you don't have it. Mtu akukupatia shilingi 500 per day, utapata na nao, utapata huyu atakupatia 100, huyu atakupatia 200, huyu atakupatia 100, huyu akupatia 50, huyu akupatia 50, 500. Hizo umeandikiwa, utakuwa ukizipata. Sasa hiyo ndio unajua sasa you are in the roundabout spirit. Afadhali ukuwe stagnated, maana kuwa stagnated umekwama, you are not moving, somebody will come and push you. But here roundabout you are ever busy. Kaguo una kazuri, maana ulipiga hapo mtaa, ukagoga watu wawili, ukanunua kaguo. Sasa unahitaji tungo ngapi? 4 tuzuri, tu dress kama hutu 4. Ukivaa leo haka, kesho uvae kingine kazuri kama haka, kesho kutwa uvae, nani atasema hauna pesa? You are good. But if tukiona sasa guo imeanza hapa, imeanza kukua ya kohunyoka brothers, tutaanza kuulizana na nikimwona kio, ni kwa nini imefanyika kwa huyu? Maana ataguo siku hizi, hata nilienda nikaangalia, ni kama alibadilisha kora, ikaigilia huko kumeisha, akageuza. Tutakudiscuss because you are stagnated. But when you are in a roundabout spirit, you move very frequent. You move, you hakuna kustop, lakini at the end of the day utazeekea Nairobi bila hata. No? Bwana Yesu asifiwe sana. Afadhali hiyo sasa, stagnation, you are stagnated, people will push you. Limited, kama you are in a limited in a limitation, a spirit of limitation, it is that you cannot exceed this ceiling hapa. Unafika hapa. Kuna familia zinafikaga at 40 ndio wanakufaga, ama anashikwa na kimgojwa chronic disease at 40, wengine at 35, wengine at 50. Ndio unakuta kuna kitu kinakuja. Unakuta my brother ule mkubwa alifika 50 years akagojeka TB. My sister ule mkubwa alifika 50 akagojeka sukari. Huyo mwingine alifikisha 50 akagojeka. Unakuta kuna that pattern. Na hizo vitu zote, it's a combination of a spirit that kills a destiny. They are entitled, wanapangiwa kwenye spirit. Wakati mimi nilimwagiliwa tu mafuta, ndio Mogeke walijua nilihama. Na ilikuwa after 3 years ya kutoka huko, ndio walijua nilifanya nini, nilihama. Lakini wakati sikuwa nimeguzwa na mafuta, kabla sijaguzwa na mafuta, they were okay with me because they knew this person has not gone. He is still with us. Nikuvuruta tu, ni patoni moja tu tutafinya akuje. Lakini wakati wali realize this man is entering his destiny, demons za destiny zika-arise, zinakuja. Hizo zinakujaga tu when you are about to touch the line. They don't attach you huko nyuma. Kama you are not within the line of your destiny, they don't touch you. If you are not in the line, if God has called you to be a doctor and you are a mechanic somewhere there, you are a plumber somewhere, they don't touch you. They even give you more work to do because you are not touching what they were told, that to make sure this man does not go there. So they want to mislead you, to keep you busy, kukufanya unakuwa busy katika maisha yako, na hautafanya kitu kingine ya maana, na hautaingia mahali baraka yako iko. Maana kila mtu ako na baraka yake, kila mtu ako na position. What makes you succeed in life, it is when you are in the position that God created you for. The Bible says in the book of Jeremiah 1 verse 4 that before you were born I knew, I had set you apart, sanctified you, ordained you to become a prophet unto the nation. So there is a role that God has created you for. There is a role that God has ordained you for. Every person, when you are born with a responsibility, a role, that this is your role. So these demons, they don't touch you until you get into the role that God purposed you.
This demon will not attack you until you get in the position where they will feel that you are crossing the line. So those are demons, we call them demons of destiny. They only arise when you are about to get to your destiny. Look at yourself. When were you really attacked in life? It is the time you are about to, you made a decision. Sasa naenda kufungua duka. Kumbe Mungu alitaka ufungue duka. Ama naenda kufungua chemistry. Kumbe Mungu alitaka ufungue chemistry. Ama ulitaka kufanya kitu. Yani kuna kitu ulikuwa unataka kufanya. Na hiyo kitu unasikia in the spirit. Na ukienda mpaka kanisani kama hapo una professor hiyo, I can see a rolling. Naona supermarket. Naona hii. Because that is the destiny. It is being seen. Inaonekana. But there is a force ambayo imeishi kukuzuia usifunguke macho kuona baraka zako ziko. So wewe utafungua hardware na utaishi na hardware, and they will keep you busy na to customer tudogo to hardware. Kwa hivyo forever you will be thinking about the hardware. But kumbe kazi yako si hardware, kazi yako wewe ni kuwa aggravate, because that is where God has called you in, being an aggravate. So they will not allow you. They will not allow you. They will keep you na kuuza chuma 10 kila siku, kuuza milango 5 kila siku, kuuza hedges, kuuza vitu tudogo kila siku utauza. That will keep you. Mpaka unaona rent unalipa ndio, stima unalipa ndio, bills una sort out unazilipa. But you are not able to make a living, to move from one level to another level, because the aggravate that you are supposed to have ndio ilikuwa imedestiniwa, ndio imebeba the blessing that you want. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That is the same thing that happens to marriages. And most of us that we have been into these marriages, we have failed because we were connected to the wrong people in our lives. We were connected to people that were not meant to make us succeed. They were meant to come and destroy us or to stop which God wanted. Because marriage is a component of the heavenly kingdom. Marriage is an altar that builds you from one level to another level, that moves you from where, because nitashikana na huyu mama if indeed she is the wife that she was born for me, she is carrying something for me. So when tutakuja pamoja, a blessing will come. But this woman, if she was not meant for me, atakuja, akiingia ndani yangu ataanza kuninyonya na atanimaliza. By the time I discover aliniondoa kwenye the line where God wanted me to be, already nimezeeka, niko na miaka yangu 60 70. That is the time I will discover, wow, narikoro ni doe dina miaka 30, narikoro ni doe dina miaka 20, narikoro ni doe dina miaka 5 na mutumia ucio, nariko he mundu wajerie kiu nike gurumo kikia mutumia kana kimudurume ya konina. You see that is when you start discover, when they have done their job, they have exhausted you, they have finished you, they have removed you from your line, and they know by the time you go back you have wasted 20 years and you are at 60, meaning now going back to restart again you will spend another 20 years. By 60 utakuwa 80. They know they have finished you and they don't touch you. At 60 they will not touch you. Once they know that could reverse the whole situation, urudi kule nyuma, it will take another 20 years. Na wanajua sasa by another 20 years kufika kule utakuwa na 80 years, so they don't even touch you. They move to go and kill another one. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you understand to know, could there be a problem in my life? Could there be a problem in my marriage? Could there be a problem in my business? Could there be a problem in my financial status? Could there be a problem in the ministry? Bwana Yesu asifiwe sana. Because sometimes I look at myself and see, if I started the church when I started Mungiki, where could I be? Where could I be? Because I started Mungiki when I was 17 years. I was spiritual. In 17 years old, I was very spiritual, because that is the time I started Mungiki. Which means if I connected myself correctly, if I have found somebody who will connect me correctly to where I'm supposed to be plugged, I will be somewhere very far. But now, whom did I meet? I met the old Mau Mau people in some places in Molo.
where we were fighting the Kalenjins during the tribal clashes. And there, when I helped at 17, I made a decision that we are able to defeat this. My decision was able to defeat the Kalenjins who were about to vanquish the Kikuyus from Rift Valley. So out of that decision that I made, the Mau-Maus, the older Mau-Maus, they said it was prophesied that there will come a son, a Kikuyu son, who will help Kikuyus from the problems of tribal clashes. And then it was identified, it is me. They slaughtered a heifer, a bull for me. They also slaughtered a goat, and they did rituals. You see now how the demons of destiny, they come. God identified me at the age of 17 that this boy is not an ordinary boy. He can make a decision that can change everything. So the destiny killers, the demon of the destiny killer realized this boy is now getting out of hand. He's moving away from us. What they did, they went to the Mau-Maus and their traditions and whatever. They captured me through a ritual. They slaughtered a bull and a goat, and then I was forced to go around it, and then the blood, I was given the blood. Therefore, what they did, they captured me and they put me in their custody. So from there, I started manifesting myself to be a very powerful man. At the age of 20, I was very strong in this nation. At the age of 25, I was untouchable. As I went to 27, I was controlling everything in this country. I was magnified because they knew if we let this man to go to the other side, he will come and destroy our kingdom. So they made me strong in their kingdom, and they made me comfortable in their kingdom, and made me to succeed in their kingdom until a time that God rescued me. That is the time I got saved. When I got saved, they didn't touch me the day I got saved. 3 years down the line, they didn't touch me until I decided now I want to serve God. That's the time they came. That's the time they banned everything that I had. That's the time I was improvised. I was made poor in 1 hour. 1 hour. They banned all my cars, all my houses, and everything. I had to run away because they were planning to kill me. Why? Because I have gotten out of their hook. So many of us, when you see you are doing something and all of a sudden you abandon it, it is not you. It is the demons of destiny in you that have made you to abandon what you are doing, which was in the line of God. Until you are able to understand that I am being forced to abandon this because they are telling me to get, you get a transfer, or somebody else comes and tells you, Dubai. You just had started a shop, an agrofert shop, or a tailoring shop, or you had already started doing something that was working, that was coming up properly, that was coming up nicely, and you could see the hand of God in it. Then all of a sudden this Jama comes and tells you there is an opportunity in Dubai. Then do you do what? You sell your shop to her. You see, you go to Dubai, after kwenda Dubai, unasikia bado, hakuna kazi, we have to wait. And your life now inaanza kuwa miserable. You start suffering. And the job disappeared, and the people who called you for the job, they disappear. They are not there. You end up doing that jobs there. You end up becoming a prostitute there. You end up becoming something wrong there because you have to survive. Going now back, this lady that you sold a shop to, she was not supposed to be a shopkeeper. She was supposed to be a secretary somewhere. But now, na yeye umemweka kwa nini? Kwa shop. Kwa hivyo, huyu ameua destiny yako na wewe umesaidia kuua destiny ya nani? Yeah, it is a chain that you find 5 people, huyu aliua huyu akaua huyu akaua huyu akaua huyu akaua huyu. You find a block of about 100 people are suffering, are in a situation that they cannot be able to come out. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we normally need to look at before you do everything. And the reason how to come out of it, it is before you make that move, before you make that direction, you need to do what we call a spiritual mapping.
When you do a spiritual mapping, it will be able to tell you, is it right? Is God here? You see, person like Gideon, when he was told, now go and do this, go do ABCD, what did he do? He told God, before I do it, I want to know whether you are involved in this. Then he told God, there is a skin here. Before I want tomorrow when I wake up in the morning, nikute pandi yandani iko na maji, uko nje ni dry. And God did that. Then a morning akakuja mpaka akasqueeze kakuya na maji. Then the following day he tells God, no, I'm not yet sijakuwa satisfied. Now nataka kule ije kukue wet, hapa katikati kusikue na maji. Then God didn't do that. God is never tired with you. God is never tired with you. God is still waiting to hear from you, because he is still wanting to know, do you really trust me? Bwana Yesu asifiwe sana. Gideon did whatever he was doing, and God supported it, because God realized this man really trusts me, and he want to be very sure he does not make a mistake against me. So when you do the spiritual mapping, Moses was told by God that he's going to remove the children of Israel from Egypt to where? To Canaan. But Moses didn't move them immediately. What he did, he sent 4 men to go to Canaan and spy and see what is there and see what's happening there. That is what we call spiritual mapping. When you do a spiritual mapping, you don't go wrong, because you will be able to defeat the demons. If you want to go to Dubai, yes, it is good to go to Dubai, but before you depart from Kenya, do a thorough prayer. Do a special prayer and open up the heavens in Dubai. Then you get to understand what kind of Dubai, where are you going? What kind of a job are you going to do? And how is it spiritually connected to you? Go for fasting for 3 days. Go for even 7 days. Pray for God to indicate to you, to show to you where you are going, it is safe. Many of us have gone to America, but God didn't want to bless them in America. They are supposed to be blessed here. And as you see, so many people, they went and they got there, they worked there, they are there. They are living in America for 10 years, they don't have papers. They are in America, they don't have anything. In here, before they left for America, they had the cows, they had the goats, they had everything. They had a permanent house, they were living well. But in America, they are living in tents there. They are living somewhere you cannot even want to be associated with. Why? Because the move that you made when you are moving, it is what will determine what you become. Whether you have moved, umeotokea Mungu, ama umekaa kwenye laini ya Mungu. The process of God may take long, may be slow to you, may not be looking like so good, but you need to listen first to hear from God. Is God here? Ask God always. Whatever you are doing, ask God, are you in this? If it's marriage, ask God, are you in this? If it is job that you are being given, are you in this? If it is business you are starting, ask God, are you in this? If it is a relationship, ask God, yes, I can promise you that yes, umekuwa darling yangu, but I will still go back to ask God, are you in this? And if God whispers to me that I am not there, I will just move out like an earthquake. You will never know how I moved out, because I don't want to be aggressive to God. I don't want to misbehave before God, because it is this God that keeps me. The life I have is from him. The work I'm doing is from him. Whatever I'm doing is from him. Even you should be from him. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that I do, it should be from him. Therefore you need to understand, hii biashara nilianzisha ni biashara ya Mungu. Mungu alikuwa hapa, ama ni kuona nimeliona success stories of other people. That is why I started this business. I'm going to Mombasa. Is it because God has sent me to Mombasa, or it is because my sister lives in Mombasa, or my brother lives in Mombasa? Yes, I want to go to Eldoret to go and do farming because kuna mashamba mkubwa. Nimesikia fulani na fulani amefaulu kwa kulima. Is it God that has sent me there, or it is because somebody somewhere is being successful? The blessings are different, and how you are called and how you are treated by God and how you are blessed by God is completely different from others. I can never be blessed like Harrison Nganga. I can never be blessed like James Maina Nganga. I can never be blessed like Wairimu. My blessings are unique, and I am unique because I am an original of myself. So if I stick into my ministry and do what God is telling me without copying anybody, and by being original and sincere to myself, God, my God who called me, will come through that road.
Because there's each and every you, there is a road that God uses to come to you. So if you stick to your road, you will meet God. If you move from your road, you will never meet God. That is why many people have lost direction, because they moved away from God. They moved away from the plans of God, because God has said that I have got good plans, not to destroy you, but good plans. To do what? To bless you, to make you better, to make you successful, to make you wonderful. So stick to the plan of God. And once you speak to the plan of God, everything will work the way it's supposed to work. So look at yourself. Relook at yourself. Are you where you are supposed to be? Because many of us are in marriages that are not ours. Many of us, we have men that are not our men. Many of us are with the women that are not our women. Many of us are working in places that we are not supposed to work. Many of us are in territories that we are not supposed. You are in Nairobi, but you are not supposed to be in Nakuru. You are in Nyeri, but you are not supposed to be in Meru. You are in Meru, but you are supposed to be in Mombasa. You are in the wrong place. You are in America, but you are supposed to be in UK. And you are in UK, and you are not supposed to be in UK. You are not supposed to be in China. Because blessings are positioned to where God wants you to be. And how do you know that God wants you to be here today or there? Is by listening His word, listening His conversation, having time to listen. Some of us, we pray too much, and normally I'll tell you, Wakristo walokole, and mostly people who call themselves intercessors. Most intercessors are very poor. Have you ever noticed that? Most intercessors are so poor, very poor, and these are people who abandons and becomes witches in the church. Most intercessors are witches in the church. Those are the ones who will curse you because you bought a car. When I say, they have been praying for this church, wanaombea kanisa, wanaongea mchungaji, wanaombea kila kitu. Kanisa likianza kubarikiwa. Hello. Kanisa likianza kubarikiwa, wewe mama umekuja juzi tu na umenunua gari, huyu mama amekuja juzi tu na amenunua plot, huyu jamaa amekuja juzi na amebarikiwa. Sasa the intercessors that are in church, they will start claiming the success of the church, saying ni sisi tumeombea hii kanisa, ni sisi tumeombea huyu mchungaji, ni sisi tumeombea this. Hello. So what is that is developing? There is a story developing that had it not for us, this church will not be away. So therefore, because you bought a Range Rover and you are parking it out there, the intercessor will be passing there and say, hey, na umebarikiwa dokere hago kona na ni uradhimito. Kama ya nema mahoya. Inside her, she knows it is her prayers. That is where you're driving a car. Then you want to rush, you want to go to Haringam to do something, and she wanted you to give her a lift. And then you tell her, no, because by the time I get there, round about ya Redways, kuna watu naenda kuchukua. So for her, she will think that umemnyima lift. Lakini you are genuine, kuna watu naenda kuchukua huku. What would happen to her? Na wage mwana. Petera na gekari keu. Tuanete igana. Nigana tuanete mena makari. Na niaku. Wana matiri na kedele uniadheni. Dadiorie ngania. You see, now amebadilika. Badala akue a blessing to you, anabadilika kukua a curse to you. And remember, this mtu ameshinda kwa maombi, anakaanga kwa maombi, meaning she's so spiritual. Now anageuka from being a spiritual towards God, anakuwa a spiritual towards what? The devil. That is most intercessors, and I normally discourage you, if you're an intercessor, plan how to be intercessor. Don't be overdoing it, because you need sometimes to listen to God. Most of us, we pray from morning, hey, niye tuhoeta kuma utukora tatukomete no reba katandaraba sheketaya rebebebe. 7 days you've been praying, 7 good days praying non-stop, no eating, no nothing. Unashinda ukiomba. When will you hear God? When will you hear God? God wants you time. Omba masaa matatu, then give God 9 hours. Go somewhere in isolation. Go with a book, with a notebook. Go sit. Wacha kuweka microphone ati ni kuomba na umeweka microphone hapa ni TJ ati ni mpaka unaweka audio Bible ile ya kuomba na ile ya uchawi. Ni Psalms what? Psalms 35 ile ya uchawi. Kwa sababu wachawi wote wa Kristo wa kanisani ukimuuliza anajua Psalms 35. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na ukisikia mtu anakukotia sawa sawa kitabu yote ya Psalms ati ndio anaobaga nayo, ujihadhari na huyo mtu sana, maana ni mtu very dangerous. Ni mtu anajua kutumia scripture kufuga mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Psalms wote, wale watu wa Psalms wanatumianga scripture ya Psalms kulingana ni Daudi akipigana vita zake. Fanya barabara zao zikuwe terezi, pigana na wao wanaopigana na mimi. Sasa unafanya Mungu akuje aingililie kwenye maisha yako, apigane na mtu yote kwa sababu hiyo mtu alikukosea. Na hiyo ndio inakuwa na intercessor wote wanajua hizo Psalms 70, Psalms 135, Psalms 1 what, Psalms 35, zote hizo ndio wanaopaka nazo, because they have stopped worshiping God and relying to God, but using the scripture to fight your enemies. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we getting somewhere? Are you understanding me? For you to succeed, you don't fight. For you to win any battle, you don't fight. You let God do it. God tells Moses in the book of Exodus, chapter number 14, from verse number 10 there, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. He tells them, sit down and wait and see the deliverance I'm about to bring to you. He told Jehoshaphat, sit down and see how I'm going to fight your enemy. It is the God who fights your enemy. You need only to be disciplined, to have that discipline of waiting upon God and releasing yourself, surrendering to God. That's the only what God wants. Surrender to Him. He will do the job for you. Surrender to Him. Remember when let me give you a most current situation. When Rigathi was moving around Mount Kenya, kusema watu wasiguse mulima, that is the time he was impeached. But when he found things are not working, he has been impeached by the national parliament, Senate imemwagusha. What did he say? I leave this thing to God. And from that time he has not spoken. He was taken by God to hospital, and things have been working for him positively. Until you surrender and tell God, now I cannot do this battle. Do it. Take over. And when you allow God to take over, He will fight every challenge of your life. He will defeat all the enemies around you. Because most vicious enemies, you don't know them. Because I told you as we began that the spiritual warfare, it is something that you can feel but you cannot touch. Now this boy is fighting me spiritually. He's carrying, amebeba mauchawi, amebeba mavitu zake spiritual. As mimi sijui. Until even I don't have the discerning spirit, sijui, lakini anani attack, ananipiga. So how will I know if God does not manifest in me? This man will win his battle because he is clever than me, because I don't see what he's doing. He's smarter than me because I don't know what he's doing. But vitu kama ingekuja ni ngumi, nitakuja ni ngumi, nitarara moja, tarusha moja, nilale ingine, arusha ingine, nimpige swap, aguke chini, nimukanyage. Lakini sasa ako in the spirit. Ananiroga in the spirit. Sijui. Na mimi sina time ya kusikiliza Mungu. Sina time ya kufanya spiritual mapping. I am just myself, pushing things myself. That is what will cause me to lose the battle. That's unakuta whatever now is happening. Yeye alirusha uchawi last year kwa kanisa hii, na akawacha na akaenda na akaishia. Yeye akawacha vita. Sasa manifestation ya kile aliyoacha kinatokelezea 1 year later. Ndio nakutanga watu, mtu walianza biashara, walianza mzuri. Hiyo biashara ilianguka kitambo 2 years ago. Hiyo kazi unafanya ilianguka kitambo 2 years ago. But because it was waiting for its time of manifestation, it will stay until the appropriate time, until the time that you will try to touch to get into your destiny. That's the time they will hit you, and they will hit you hard, because this thing has been hovering over you. Imekuwa ikitembea kwako ikingojea an opportunity to hit you, an opportunity to destroy you, an opportunity to bring you down. And this is how do these opportunities come? Most of these opportunities the devil is waiting for you so that he can hit you is an opportunity that they got from Moses. Moses was so good. He was praying to God. He was going to the mountain and speaking to God directly, speaking to him. Mundu kumundu, telling God, this is what I want. And God will send him, go tell my people. And then he will come back and speak to God. And God will tell him, go speak to my people. And he will even ask God, don't kill these people. Because there is a time Moses persuaded God not to kill everybody. And he told, just kill the leaders, leave others. He had the power to negotiate. But there is one thing that the devil was waiting for him to do. Become angry
And when he became angry, he was carrying the tablet and he dropped the tablet. That is the disconnect. That is what they were waiting. That single moment, that is what they are waiting. That single moment. So anger is one thing that causes you to lose the track of God. Anger is one thing that disconnects you from the promise and enters you into the destiny killer. Anger hands you over into the spirit of destiny killing. If you ever in living this world, try not to be angry. Try not to be controlled by anger, because anger will just hand you over to your destiny killers. Anger will just hand you over to that spirit that has been waiting for you. Because Moses they were about now to go to Canaan. But what happened to him? Because I see God calling Moses, akampeleka kwa mlima, akamwambia Canaan ndio ile, lakini hautaenda. So they were near Canaan when he did this mistake. Remember all the other time, kubuka venye ametukana na watu, venye aliuliswa, mbona hapa hakukuwa na kaburi, unapoteta hapa tukuje tukufia hapa, si ungetuacha tuvage mawe. He did akina Korah na Dathan. What they did so many things, but he did not get angry until it was a few kilometers from the destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you become angry. Then you become so angry that you drop whatever you are doing because you umekasirishwa. Because something has not happened the way you wanted to do. But hiyo inakumbwanga mtego ya kuua destiny yako. Kubuka hiyo destiny, labda you have been working for it for about 5 years, 10 years, 15 years. Na imefika siku ya kubarikiwa kwako. Maana most of us, we are blessed in cycles. Men are blessed in cycles. Kuna mtu anabarikiwa after 5 years, kuna wengine wa 3 years, kuna wengine wa 10 years, kuna wengine wa 15 years, kuna wengine wa 20 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia what is your cycle, be cautious with your cycle, because maybe umespend 15 years. That is the time now cycle yako imefika ya blessing, and that's now you become angry, you drop it. And wewe ni mtu wa 15 years na uko na 50 years, ongeza 15 ingine years, 65, utakuwa hauna meno. Na sasa hiyo ndio umeabiliwa mambo ya ilia nyama na oke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio wakati ungepata mume. Ndio wakati ungepata mume, because that is your cycle imefika ya kubarikiwa. Mlango yako ikifunguka inafunguanga kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango ikifunguka, when it is your cycle, when you are in your time and in your season, mlango huo ufunguke. Na ukubali kuingia, and ukuwe na that insight ya kuunderstand mlango imefunguka, uingie. Huo mlango hautafungwa tena. Na kila kitu unachokitafuta dunia hii utakipata. Everything, anything, maana mlango umefunguka. Lakini mlango huo ukifungwa, everything that you've been looking for disappears. You go another struggle of 15 years. You go another struggle of 5 years. You go another struggle of your cycle. Go look at yourself. What is my cycle? Ask yourself, what is my cycle? You will look at it. Don't make a silly mistake with your cycle. And the cycles are destroyed by the spirit of anger. It is the most dangerous spirit that can happen in your life. Most dangerous thing that can happen in your life, anger. It will only come to you when you're about to receive the trophy. It will only hit you when you're about to penetrate that door to where your blessings are, to where your anointing is, to where God wants you to be, to where God wants you to become. Because through that process, that is how we win battles. That is how we conquer the enemies of our life. I'll better drop you. If I look at you and see you are a destiny killer, I will just drop you like a bombshell. I will drop you like a hot tumor, because I will not want to be associated with you. Cause why? You are likely to cause me to get into another cycle of 15 years, another cycle of 10 years. So watch the people that are in your life. Watch the kind of people that are working with you. Watch about the kind of business you are doing, the kind of job you are doing, the kind of area, the territory that you are in. Look at them, see whether they are conducive, they are part of your destiny, or they are part of destiny killers. Because even the area, Nairobi can kill you,
Mombasa can kill your destiny. America can kill your destiny. Washington can kill your destiny. The kind of people that you are working with, are they for you, or they have been brought here to come and destroy you? Look at them. Watch every friend that you have around you. Watch every man that becomes your boyfriend. Watch every woman that becomes your girlfriend. Watch every partner, business partner that mnasema mnaanza kufungua kazi pamoja. Watch over them. Look at them and see, are they part of your destiny? Not everybody is part of your destiny, no matter how good they are. Your own brother can be a failure, can be a killer, your own destiny. Your own father, your own mother can be part and a parcel that which kills your destiny. Which ministry are you? Like now here, are you called to come to this ministry, or you came to this ministry because you had a problem? Because problems has moved us to go to many people. So wengine tumeenda mpaka kwa waganga. Kwa nini? Kwa sababu ya desire of a problem that we are having, a spiritual impartation, a spiritual challenge that we are having has pushed us to go to where? Kwa waganga. Why? Because you are not looking for God, but you are looking for a solution. The time you stop looking for God and pursue the solution, then you have missed the mark. Before going to look for the solution, seek from God to tell you, am I with you? Is this man of God? I've come to Apostle Waruinge. Is he a man of God? You ask God. Tell God, I want to go there. Is he your person? Did you send him? Is he carrying the solution to my problem? Because yes, I'm a man of God, but I'm not carrying a solution. What brought you here is YouTube. You saw me on YouTube, and because you believe whoever that is on YouTube is somebody who is speaking to God, it's as if YouTube was created by God. So everybody is here. Is Moroto God? Facebook, is YouTube, is Facebook God? Who are the owners of YouTube? Are the worshippers? YouTube ni ya Freemasons. Bwana Yesu asifiwe sana. Facebook ni ya nani? Ni ya Freemasons. All these Twitter ni ya Elon Musk, the top leader in Freemasons. Every these things. So YouTube does not qualify me to be a man of God. I am using it as a vessel to advance my agenda. So as I'm advancing my agenda, ask questions. Ask God, is this man from you? That's what the Bible says. Discern every spirit. Discern every man around you. Discern everything around you. Not even at wewe. Discern your decisions. Hizo decision unataka kutengeneza saa hizi. Hizo plan uko nazo unataka kuwa nazo. Discern them first. Ask God, are you in this place? Are you in this? Bwana Yesu asifiwe sana. And when you make sure that you discern and you are capable of discerning, you will not make a mistake. You will go to that man that is carrying your answer. Because I don't need to struggle to come and pray. No, I need just to say a word. You are free. Simple. Because we have a connection. You are sent to the right man carrying your solution. And you have the problem. So God have already spoken to me. Before you come, God has spoken to me, the people I will be able to deliver. Me, I know here, the people I will be able to deliver tonight. Are you getting me? But also I know there are people here, I didn't see them. They are not into that book that I saw. This is 1, 2, 3, the problem. This will come with this problem. This will come with this problem. That's why when you come to my office, I will just tell you exactly what you are coming to do. And then sometimes when you come to my office, shut your mouth. Just let you come to me. I'm the doctor. Shut your mouth. Don't tell me what is happening in your life. Let me tell you what is happening. So you will be able to know whether I am able to connect with you. But if you come telling me, I will use your own words to swindle you. Because you are, fafa itwagekwa alikia gukwaria geshoka giuma hawe nita makadathi hadu hage muhujia githito kiapata hadu geshamanya na nyoka ni kiriko gwathiri ate ugugiuka gwika ate. So I will use Nyokeo, I will use Kukeva for you, then I will create another story to fix you because you are here because of fear. So I will instigate some fear. Because I go to Nyekere Wenaki. Like Gemenya, we will not go to Nyadigo. Sure, no, you can't go to Nyatodore, or go to Nyani Modomo. Tikava to go to Nya, to Tavia to me, I do to me, I could to the Karanate.
ando tore kwa mundu mugori athi akahinya mburi mundu uragwo ri ndigato tuje tukodis amwage tigiti wa guthi hau hangi kana hau ni ndagwa Beatrice ndagwa. Yeah, sometimes we have to use the brains. That's why I normally ask God to give me more wisdom. That's why Solomon asked for wisdom. Wisdom is better than being a Christian. Bwana Yesu asifiwe sana. Wisdom is better than being saved, because there are many saved people. Hata ng'ombe ni mzuri. Afadhali upatiwe huyu mtu na upatiwe ng'ombe, utasema afadhali ng'ombe. Maana ni doro ya modo. Unajaribu kumwambia this is what is God is saying, anakuambia hivi tunaende hivi. Anakuambia tuende baya, anakuambia tuende hivi. Paka una feel huyu mtu akule kofi mbili ama tuangalie namna gani maneno hii. Wisdom is everything. Your salvation will be dictated by wisdom. What kind of a wisdom do you have? What kind of how do you think? How do you look at things? How do you relate? Utunaambiwa hii territory ni ya Waislamu tupu, hapa hatupigagi makelele. Sasa hiyo ndio utakatwa na mapanga na bado dunia iendelee kuishi. Kuna siku moja niliapia, tulikuwa Thika ama tulikuwa Thika, tukiwa Mungiki. Siku hiyo ni ile Muiro sasa alikuwa top. Watu walikuwa naona Muiro kama Mungu. Wakakuwa na mkutano hapa stadium ya Thika. Na sisi tulikuwa na mkutano yetu ya Mungiki ya Thika. Muiro akaenda kwa polisi akasema, how can a devil be allowed to preach? Na polisi wakalison wakaona Mungiki ni devil. Na yeye sasa akaambiwa, wakasema si wamelipa. Lakini we cannot allow the devil to be preached kwa stadium zetu. Akaapia OCS. Na OCS akaona ni sense. Mungiki inawezaje lakini tuko na license na tuko na nini? Tumelipa kiwanja. Mwilo walikuja na mama na watu kwa kiwanja kukoma goma. Wakazunguka wakikomia goma. Baba. Sasa siku ile ni siku ile tulikuwa tunabeba mabanga na rugu madiokole. Sasa unataka kuniambia hawa Wakristo walionaje? Walikuwa wanatembelea kwa mabati huko. Walikuwa wanatembelea huko kwa mabati. Hapo sasa hiyo niliona kumbe hamkuagi na Mungu. Sasa tukauliza kama tukagaiwa. Maana tuliwanyorosa. Muiro aliwacha gari, aliwacha mgari, akatembea mguu kama nyoka akienda. Ni ile moto alikuwa ameona imewaka huko. Polisi wenye walikuwa huko tuliwakuja tukawanyang'anya. Sasa Muiro aliona polisi akinyang'anywa bunduki na akikunjwa na anawekwa ndani ya Land Rover na wakawekwa hapo ndani ya Land Rover. Kwa sababu alikuja polisi waine. Polisi waine wanakuja kudili na Mungiki ugapi? Ndio karibu 1000. Sasa wewe polisi waine, hata kama wewe ndio unajuaga kutoa bunduki na huko utafanya nini? Hapo na sisi tulikuwa tunabeba na twetu. Na kale kametoka mbele. Hata kama uko na G3 ama uko na machine gun, kale kabunduki kametoka ka kwanza. Hako ndio kanafanyaga kazi. Hata kama kametoshana hivi, hako ndio katafanya kazi. Bus G3 yako utaweka chini, maana itabidi uinue mikono yako juu. Sasa sisi tulikuwa na twetu. Askari walikuja, walikuwa watatu wanataka kutufukuza hivi. Kule tulichotoka, mmoja akasikia amewekelewa hapa, mwingine amewekelewa kingine hapa, mwingine amewekelewa, akaambia drop your gun. Wewe huwezi kudrop. Huwezi kudrop. Na hakuna muoga. Usijaribu kudanganywa na askari. Hakuna mtu anaogopa bunduki kama askari. Maana anajua wenye inafanyaga mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. I hope siongelelei mtu wako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So understanding, being able to understand, being able to have wisdom to handle things is very important. Being able to handle hawa watu wote. Hizi ni vichwa mbofu. Hizi unaona hivi, ukiwaweka pamoja kwa siku mbili tu utakuta hapa kuna mmoja amenyogwa. Kwa nini? Huyu ana reason kivyake, huyu reasoning yake iko hivi, huyu reasoning yake iko hivi, huyu reasoning yako hivi. So for you to become a leader ya hawa watu. Mimi nilikuwa leader ya Mungiki ya waizi, wauaji, watu wabaya, terrorists, bad people in the society. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wabaya, si mnajua Mungiki? Yes, walikuwa wabaya. Mimi nilikuwa kiongozi. Siku moja nilienda Kariobangi huko Korogocho. Si Korogocho. Ile imepakana ni Korogocho, ile imepakana na Ndura dubbing site. So mimi tukiamka hiyo barabara ya kuingia Korogocho, nikakuta kuna mtu amepigwa risasi na amekufa hapo. Mimi nikateremka. Wakati niliona risasi nikajua hapa mimi, kwa sababu I was a natural criminal. Kwa hivyo anything that can be ifanyika hapa ikuwe mbaya na nionekane hapo ni mimi nimefanya. So
nikaweka gari yangu nikachomoka nikaenda. Kuenda mahali tulienda kaka, nikuta jeshi kama hii watu 300 wamekaa chini. Sasa ni discussion, tuko na discuss hizo jamaa ya huko, tuko tuna discuss maneno. Katika kudiscuss maneno. Sasa nilikuwa nawaambia si vizuri tukienda hapa kama mkutano kama hii tuwe tukibeba bunduki, maana polisi wanakuja. Kama saa hizi nimepitia hapa nikakuta mtu amepigwa na sikusikia vizuri, si vizuri. Sasa kama sasa tuko hapa tunaweza wanaweza kusema tuko hapa na wakuje watushike. Mmoja akasema dai nyoba dai rege nilikuwa nanyita komada. Leo komada kaune kamodo kage gatire gutuhingesha hau we tona riu nitushereirwo nikaratuhingesha riu ri tiga tuthio kore tuhota guthii kai nikajua. Kwa hivyo muuaji ako wapi? Ako hapa. Sasa nikamuuliza mlimpiga na nini? Tulimpiga na ndenga. Samuko nayo? Nikasikia wote akasema nikaona wangapi wako nayo? Nikaambia toeni kila mtu ile yako nayo. Kila mtu akatoa. Wacha nikwambie, the general commander nilianza kusweat, nguo yangu ikakuwa wet because nikajua hapa polisi wakakuja. Tumemaliziwa wapi? Hapa tumaliziwa. Maana mimi sijabeba, wao wamebeba. Bwana Yesu asifiwe sana. So he had to have a lot of wisdom, because huyu ni muuaji, huyu ni mwizi, huyu ni nini, wote wamefuta bagi, wengine watu wa madawa za kulevya. Mimi tu ndio niko soba. Niliwaambia inueni juu. Nimeona kweli niko na jeshi. Na jeshi kama hii ndio nitakuwa nikitembea nayo. Tuinue tuinenea neno la Mungu akirenyaga. Ndio ikuwe na power. Wacha niiweke power ndani. Sasa mimi nikaleta maneno, nikainenea hizo bunduki, nikaambia sasa rudisheni kwa mfuko. Wakarudisha. Nikaambia sasa what we need to do, kwa sababu hapa ni zone na tumenenea hii, na kitu ikinenewa inaedakwa, inawekwa, inafichwa, maana haifanyi kazi mpaka hiyo neno lifanyike. Wakasema idai. Sasa wakaniambia sasa pelekeni, kwa sababu mkuru dubbing site hiyo ya Ndura ni kuvuka tuchu upadilie pale juu. Nikaambia rudisheni kwa store. Wote wakapeleka kwa store, wakakuja sasa wakiwa fresh. Tukakaa sisi wote, nikawadisarm vizuri pole pole. Lakini nikiwaambia wewe, nani amewaambia mfume nikiwekelewa ya kichwa kwanza niambiwe kaa chini ama nilalishwe huko, na wageniua na wanikatakata tu piece, kila mtu achukue kapisi aende akitupa. Hivyo ndivyo walikuwa wanafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So wisdom, when you lack wisdom in your marriage, when you lack wisdom at a place of working, when you lack wisdom in the ministry like this one, when you lack wisdom in whatever you're doing, your salvation is useless. Onogikoro honoketo kahonokera ku, you are completely useless. Sio na mwili alitoka huko Nigeria, huko Thika. Alitoka Nigeria, maana nilihakikisha nimemwekelea fibo ya mgongo. Nilihakikisha nimekamatiwa, niwekelea fibo. Hakuhubiri, polisi tumefuka kwa Land Rover na kila kitu. Wale by the time polisi wale wengine wakuja tulikuwa tushaenda, na tulikuwa tunaenda tukipotea, hakuna mtu atakuona. Unapotea hivi, wengine ndio hivi, wengine, na tunakuwa raia wema, na tunasimama kuangalia polisi wakitafuta hawa watu vijana. Wakikuja na kuuliza hawa vijana wameenda wapi? Si wameteremkia hivi. Polisi unaona kimbia huko. Sasa unakaa huko. Sasa unafuata polisi kuona kama huyu ndio hawa. Polisi wanaenda kwa huko kwa kahawa. Mnaenda kwa kahawa tena mnalipua huko ndani. Sasa kwa sababu kuna kitu huko nayo hawana. Na hivyo ndivyo shetani anafanyanga. Shetani amekujifichia. Wewe unafikiriaga tu wewe ni mwerevu, wewe ni Mkristo. Hapa kambana, rebebe. Shetani hakuna siku. Umesikia shetani agedhioma? Nigwa shetani agedhioma. No mwiwa kigaba. Ati wewe ni bure kabisa kwa akili. Shetani hakuna siku utasikia kipiga makelele. Shetani akunyemelea, anakuja na kuchukua pole pole, anakupeleka kwa kakona pale, anakumalisia, na una hiyo dunia inakuwa sawa. So kuwa na tactic, have the wisdom. The wisdom will make you win a lot of battles without even kuinua mkono. Kuwa na akili ni mingi, tumia akili yako, maana uko nazo, ni akili ni mingi. Angalia nywele, si wanasema akili ni nywele, na kila mtu uko nazo. Angalia nywele kama hizi zote ziko kwa kichwa, na utumii. Kila nywele ni akili, na kila mtu uko na nini? Na zake. So that is how we need to apply in our Christianity to live. I remember tukiwa kule wakati nilifanyika Mombasa.
katika msikiti wa Sakina, nikafanyika Muislamu na wakafurahi sana, walisema takbir Allahu akbar, takbir Allahu. Kusema takbir Allahu akbar ni kama kusema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Walifurahi, Mombasa yote ilifurahi, TSS alifurahi, mtu anaitwa Osama bin Laden alifurahi, maana alikuwa anaishi Mombasa. Mohamed Kubwa alifurahi. Nikatolewa hapo, tukaenda tukapelekwa kule dina ya hawa watu. Hapo ndio nilikutana na Osama, nikakutana na Mohamed Kubwa, nikakutana na ule jamaa alikuwa aliuliwa kule UK, alikuwa anaitwa Waziri. Watu wengi sana huko tulikutana na wao. Kumbe hideout ya hawa watu wote inakuwaga hapa Kenya. So Osama alikuwa anaongea Kiswahili, Mswahili. Akaniambia umefanya vizuri sana. Kukuja kwako tumeshinda vita vya bara. Maana walikuwa nataka sasa mimi nikuje nijenge every 5 kilometers apart msikiti. Mount Kenya yote, wacha na hii mlima. Mount Kenya yote mpaka interior zote za Kenya 5 kilometers apart, na walikuwa wananipatia 500 million. Si shillings, dollars kujenga hiyo misikiti. Nikapandishwa ndege private jet, nikapelekwa mpaka Libya, mahali kunaitwa Benghazi. Benghazi ndio Muhammad Gaddafi alikuwa ameweka tent yake. Tukaenda tukakaa naye chini. Muhammad Gaddafi alikuwa na map ya Kenya, ya Murang'a, ya Kiambu, alikuwa na map. Na kule wamechora kule nini wanafaa kuweka msikiti. Sasa nilikuwa nipatiwe. Kutoka hapo tukaingia ndege nyingine private mpaka Saudi Arabia kwa King Mohammed. Tukaenda tukakaa naye chini. Sasa kurudi ndio pesa ikuje. Si ndio Mohamed wangu Gaddafi wakagoga. Hiyo kitu iliniuma. Hiyo kitu iliniuma. Maana 500 million alafu zilikuwa zikuja zingine miki nikijenga misikiti. Nikejenga. Sasa hiyo nilikuwa naitwa Ibrahim Ndura Waruinge. Bwana asifiwe sana. Lakini ile kitu ilinisumbua kwa hiyo yote. Maana kuna mahali tulipelekwa training. Tukawekelewa nini? Bomu hapa. Unafugiwa bomu hapa kimshipika. Unaona ile ya wrestling. Kitu kama hiyo ndio unafugwa hapa. Sasa walikuwa na train how to press and how to stop. Sasa akafinya 60 seconds. Kaza ting 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 ikateremka 20. Na muangalia azimi nikafika 15, na muangalia macho yangu ikaanza kuona blue imefika 10. Akaniangalia ikaenda ikifika 3 ndio alisimamisha. By the time ifike 3 nilikuwa nishajikojolea. Bwana Yesu asifiwe sana. By the time ifike 3 trosa yangu ilikuwa wet already. Sasa unataka kuniimagine walikuwa wananiangalia na mimi nilikuwa katika dunia gani? Na nilikuwa already nimeahidiwa. Kifo ni paya. Walikuwa wameniahidi nikienda huko nikikufa, in case you die because of fighting kafiri. Kafiri ni nyinyi. Makafiri ni wa Kristo. Kuua kafiri moja unaenda kwa Mungu straight. Kuua kafiri kama wewe sasa nikikumaliza nitaenda kwa Mungu straight. Na kwenda kwa Mungu nitakaa na Mungu, tutakuwa tukikula breakfast na Mungu. Number 2, nitapatiwa 72 virgins. Tusichana tu virgin 72. Ukilala nako kitoka huko kanarudi virgin. Sasa forever in life tutakuwa katu virgin. Alafu nitapatiwa nyumba ya gold, pure gold. Taishi huko. Sasa ndio niliuliza huyo mtu alikuwa anaitwa Mohamed Kubwa. Nikamwambia mzee, hii kwenda huko inaonekana ni life mzuri sana. Akaniambia yes. Nasema nikamwambia this is the life I wish other people can know this. Akasema takbir. Na mimi watu wote wakasema Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Sasa nikumsifu Mungu wao. Sasa nikamuuliza mwalimu, na hii ni maisha mzuri sana. Na pesa iko huko na Mungu every day. Na tusichana every day. Nyumba ni gorodi. Nikamuuliza wewe mwalimu, utakagi kwenda? Maana why do you want me to go? Nikakutana na tusichana tu virgin na wewe unabaki ukifanya nini? Si wewe ndio ungetangulia. Nilitangaziwa vita za Kiislamu zinaitangwa fatwa. Fatwa ni kumwe ni mgaidi, unafaa kupigwa na mawe mpaka ukufe. Maana wewe umekuwa jeuri.
Bwana Yesu asifiwe sana. So these things of spirit, they don't make noises when they are killing you. But you Christian, you make a lot of noises. What? How will you shout to the devil? The devil knows everything that you want to say. God knows everything that you want to say. How have the tactic, understand the processes of God in your life. Kaa venye Mungu anataka. Be in the plan. Understand hii ni vita vya destiny. Na uelewe this, I'm now, the moment you see I'm now on my destiny. Napita kwenye barabara ya destiny yangu. Be cautious of not any other devil, but be cautious of a destiny demon that deals with destiny. They don't deal with anything. They don't deal with your money. Because you can have a lot of money but fail to get into your destiny. You can have a lot of things that you're doing around you but fail to get into destiny. You can have fame. Me, I had fame kubwa sana, being followed by 4 million in Kenya. Si kitu rahisi. Saa hizi niambie wewe uko na watu wangapi wamekufuata? Hata mume wako hawezi fuata wewe, hata watoto wako hakusikilizi. Mimi nilikuwa nafuata mpaka saa hii, hata wao saa hii wananiheshimu. Tukitoka hapa tukutane na wao hapa, utaona barabara zangu zote zinafunguliwa because kuna kitu niko nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. But the day I decided this is not my destiny, niko na watu 4 million but I have to drop them, I search for my destiny. The day I decided this is my destiny, that is when I faced the real bad situation. That is when my life became so difficult. That is when I lost my marriage. That is when I lost every money I had. That's when I lost everything I had in life. I was left without. Mimi nimepanda matatu hapa, naenda kupaga laini. Siku ile zilikuwa laini inaenda hivi na kama nyoka, inaenda hivi. Mnakaa kwa laini masaa 5 unapaga. Unaenda unapaga laini mkienda maana una kikofia. And nobody will imagine unaweza kuwa hapo. So watu walikuwa nastukia, wale walinijua ni dereva na makaga, maana dereva na makaga si walikuwa kama watu wangu wa zamani. So mimi tukapaka laini hapa railways, tukaenda. Wakati nilienda kufika hivi, makaga akaniona, akaambia dereva, niliona milango yote imefungwa. Magari zote wakafunga milango, maana hawakutaka niingie kwa gari zao, maana niliwasaliti. Alafu waka spread rumors kwa watu maabiria wako huko, wakaambia yule mkubwa wa Mogeke. Nani ni Mogeke? Lakini yule mkubwa wa Mogeke amekuja kuua watu. Hiyo area yote ikakuwa deserted. Wote ikakuwa clear. Paka polisi wakakuja. Unajua wenye wanasikianga hii nyumba iko na bomu, mnakuwa evacuated. Ndio polisi wale wakutegua bomu wakuja kwanza. Hivyo ndivyo kulifanyika hapa. Nilijikuta niko peke yangu nasimama. Nikauliza polisi, ni nini? You are the problem. Nikawekwa kwa driver, nikapelekwa kwanza huko ndani. Nikawauliza, what have I done? Polisi mmoja ndiye aliniambia, kumepigwa ripoti ati unataka kuua watu hapa. Mimi siko na haja na kuua watu na siko na mpango huo. Nilikuwa nataka kuingia kwa matatu, maana nimenyang'anywa magari zote. Sina pesa, sina nini. Na nilikuwa na kamia kamoja kalikuwa kamibaki. A person who used to be a millionaire, he used to hire a chopper. Kama ni Nakuru, I will hire a chopper to Nakuru and put it there to wait for me in Rudisha, Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha hii askasudi wanashida wakilikalika, na nilitumia chopper when chopper had a meaning in life. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, nilikuwa na haya chopper niende Mombasa nikule lunch nirudi. Na sasa hiyo napeleka mtu kama huyu akule lunch tena nimrudishe. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when I dropped all those things. When the demons of destiny, they realize now umetoka kwenye mpango wa Mungu. You are no longer in the processes of God. They will be happy with you. They will give you everything that you want. They will give you every pleasure of your life. But the day they realize unataka kuondoka kwao uende kwingine, they will take everything, because these were pleasures, vitu za kukufanya uone ukue comfortable, usipursue your destiny. Your family members will cause you to go through that. Your wife will cause you to go through that. Your pastor will cause you to go through that. So it is very important for you to discern and to know, what am I in? What kind of a vehicle am I in? Is it towards my destiny or not towards my destiny? Every life has a destiny helper and a destiny killer. Tusimame kwa miguu yetu. Nani amesikia kubarikiwa?
Nani hakubarikiwa kabisa kabisa? Unahitaji tena kufundishwa? Kuna kitu umefunguka mahali? Umefunguka mahali? Wale walikuja kuwekelewa mkono, umefunguka mahali? Unaona kama unahitaji mkono? So unahitaji sasa kwenda nyumbani to solve, because many of the problems we have right now in our life, they are not demonic. It is you who is the demon. Wewe ndio Shetani. Na umekuja kutuambia Shetani ndio ule tufukuze, but you are the demon because you have failed to assert your authority that God has given you. You have failed to understand yourself. You have failed to know what am I, who am I, where am I headed to. Once you know those things, you will never miss your mark and you will never be guided. Wakati nilikuja kujua, na si kujua kitambo, nimejua last year but one. Ndio nimejua how to pursue my destiny. Sikuwa najua. Nilikuwa nangangana huko, nimefanya mpaka makrusedi kubwa. Kule Embu tulifanya crusade tukajaza kiwanja, but I was not within my destiny. When I opened a branch a fellowship pale Jericho, tukatoka hapo tukarudi tukakuja City Stadium, that is the beginning of my destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. And you need a hand of God. You need a real person that loves you, a real person that will trust you, will walk with you. Because some of the job I will give you this job because I have seen that you need this to help you know yourself. The job sometimes I give you at random. Naweza kuja niambia Lillian, this is the job. Do this. It is not that I want you to do this job, but I want to help you realize your destiny. Because if I fix you to a place that you are going to work on this line, you will find yourself in your destiny. But if I know you have a star and I am jealous of you, I will cause you to do a wrong job. So any person I've ever given a job here, it is because I knew and God revealed to me there is something. This is the line of your destiny. So I will give you the job. Then you pursue it. If you pursue it, you get to the tail end, you're going to be successful. But if you fail along the way, utarudia class 15 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini mmeniangalia na macho baya hivyo? Umejiuliza kule destiny yako ilipotelelea? Umejiuliza mahali ulihegesherwa? Kwa sababu kuna mahali, there's somewhere, kuna mahali maisha yako ilienda ikaporomoka. Na hiyo sasa leo ndio nataka tuombee that destiny. Urudi kwenye kabarabara kako. Na ukirudi kwenye kabarabara kako, yes, kanaweza kuwa a rough road, kanaweza kuwa ni kako na changamoto, but pursue. Vumilia hapo. Ask for God to give you that discerning spirit to be able to know when you are doing it wrong and when you are doing it right. Never do anything to please a man. Never do anything to please a man. Because when you find yourself doing that thing to make that man happy or that woman happy, you have been removed from your destiny. But when you do it to make your God happy, you are within what? Your destiny. And you have won the battle against the destiny killers. God bless you. Leteni sadaka zenu. Leteni sadaka zenu hapa. Ni za destiny connection. May God connect you to your destiny helper. May God connect you to a destiny helper. May God connect you to a destiny helper. May God connect you to a destiny helper. May you receive a connection towards your destiny. May you receive the guidance towards your destiny. May you receive the guidance towards your destiny. May God bless you. May God bless you as you engage yourself into your destiny. If you engage yourself in the people that will help you to be in the destiny, may God see you through. May God win every battle against your life. May God win every demonic power, demonic forces against your destiny. May they then be defeated in the mighty name of Jesus Christ. May God see you through as you engage. May you be connected to your destiny helper. May you be connected to your destiny helper. May you be connected to your destiny moment. A moment that God has created for you to regain your destiny. In Jesus' name.